Mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye makala ni ya story yangu. Leo nina furaha tu tena. Wanasema furaha kochokocho. Furaha tele. Furaha tele kwa sababu ninaye mgeni wetu. Leo tunataka kuongelea kuhusu safari yake ya masomo, kuliendaje. Kwa sababu mimi najua ni vigumu mtu kuja kujipata katika chuo kikuu ama kufikia chuo kikuu. Ni vigumu, sio virahisi vile mtu unaweza ukasema ama unaweza ukafikiria. So wacha tu introduce ama ni kujieleza kwa Kiswahili. Kujiintroduce wanasema kujitambulisha. Mwelea kwamba mimi sio mwalimu wa Kiswahili. Mimi kwa majina yangu naitwa Christina Ngori. Mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Tharaka University. Niko mwaka wa pili na nasomea Kizungu. Mimi ni mwalimu wa Kizungu. Mwalimu wa Kizungu lakini unaongea Kiswahili ama kwa sababu Kiswahili ni lugha yangu ya kwanza. Lugha ya kwanza ni Kiswahili ama ni lugha ya mama? Kuna ya mama, alafu Kiswahili ni lugha ya kwanza kama Mkenya. Sasa vile umesikia tu makala ni ya story yangu, sijui tukiongea kuhusu kwenye ni field wanaita leo nimekanganyika kidogo, lakini tukiongea tu kuhusu masomo, sijui kukaendaje hadi ukajipata umehitimu hadi chuo kikuu, kwa sababu sio rahisi. Kwa hakika ni safari ndefu. Ni refu. So sijui tu kwa ilianza aje, unaona tukae, kwa sababu tunajua wengi ulisoma nao maybe kule ni shule ya msingi, lakini hawakufanikiwa tu kufika penye wewe umefika. Sijui kulikuwa aje ukajipata tu hadi sasa Christine amehitimu hadi chuo kikuu. Mwanzo kabisa nataka kusema ni maombi. Kwa sababu ni safari ijawa hivyo rahisi. Punde pale unapoanza masomo yako ukiwa mtoto mdogo, unajua pale hujui unafanya nini. Huko tu kazi yako ni kwenda shule, unapelekwa na mzazi, jioni mzazi anakuchukua, alafu hivyo. The more unakuwa mkubwa, the more unajua masomo ni nini. So, sijui Christine, tukianzia tu pale shule ya chekechea wanaita nursery school, sijui ulikuwa cool kid ukapelekwa inaitwa ile yenye ni daycare yenye watoto azimia kitajiri, ama tukianzia tu hapo hivyo kwanza? Kwanza mimi niseme sikupelekwa katika shule utajiri. Zile ambazo wanaziita international. Mimi sikupelekwa huko. Nilikuwa kwenye shule ilikuwa ni kuna shule za academy, hizo zenye ni private na kuna public. So nilikuwa public. Lakini ilikuwa inalipa pesa mingi. Lakini tuseme ulitembea miguu tupu ama unasema barefoot? Niko na viatu jamani. Sasa tumemaliza shule ya chekechea, acha tuingie shule ya msingi, sijui kuaje. Nilifanya mtihani wangu wa darasa la 8. Kwa kweli nikapita vizuri. Nikaenda katika shule upili, high school. Sasa uko nikiwa form 1 kulikuwa na panda na shuka, sababu kweli zinaitwa highs and lows. So kwa mfano nikiweza ongelelea mateso pale. Ilikuwa shule ya bweni ama ni shule ya bweni? Sababu nilikuwa nalala shuleni na amka nini. So, kwani shule ya bweni ama boarding schools kuna mateso kweli? Kwanza kuamka asubuhi. Kuamka asubuhi kuchapwa, mara hujafanya hiyo hujafanya lile, mara una uniform zote jamani, nguo zako zimepotea nini. Lazima usome asubuhi, ukianguka mtihani unachapwa. Unajua huko hakuna mzazi. Ni mwalimu tu, na mwalimu ni ule mtu kama anaona wewe uende njia inayofaa lazima akuulize, na mara mingi huwa walimu walikuwa wanauliza wakitumia kiboko.
sijui pale shule ya msingi hapo hivyo kuna wakati eyes and laws umekosa karo? Nafukuza unakaa nyumbani siku 2, mzazi anashughulika kidogo, anapata pesa kidogo, unarudi shule. Mara ukifika huko hujakamilisha karo yako, tena kidogo tena unarudishwa nyumbani. Lakini tunashukuru Mungu leo tuko hapa. So sijui pale shule ya msingi ulifanya zinaitwa subjects ama ni somo gani na gani ndio ulifanya? Kwa sababu kuna watu uchagua, nasikia kuna mwingine amesema fizikia siezi, jiografia maybe. Kwanza shule ya msingi hiyo ni primary school. Shule ya msingi ni primary school. Sasa wakati nilifika shule ya upili, nikiwa katika kidato cha pili ndio niliweza kuchagua. Kwanza niulize, shule ya msingi sasa hapo hivyo kumaliza, sijui ulimaliza ukapata marks ngapi? Wewe ni mtoto umesoma boarding school. Tunatarajia marks 440. Jamani, pengine sikufika huko. Ulipata ngapi? Nilizoa alama 312. Nilijaribu wewe. Sio kidogo. Mkapiga sherehe kijiji? Sikupigiwa sherehe. Ukalala wakati huo amkuwa na pesa jamani. Lazima ningefikisha tuseme alama 400. Hapo pengine ningefanya sherehe. Lakini sasa mimi sikufanyiwa sherehe. Zuri, wazazi walinikalisha chini wakaniambia mtoto wetu umejaribu. Nikasikia vizuri. Sasa tuachane na shule ya msingi, sasa tuingie sasa upili. Hapo ndo nafikiria masomo sasa, akili imefunguka kidogo. Sasa masomo inaanza. Sasa kukakuwa kwaje ukaenda shule ya upili gani, ama shule ambayo ulichagua ukiwa pale shule ya msingi ndo shule ambayo uliitwa ama? Sasa wakati tuseme after kufanya mtihani, sikuenda ile shule ambazo nilichagua. Pengine uko nasema mimi nataka kusoma Pangani, mimi nataka hizo shule kubwa. Lakini Mungu naye nani? Vile umepanga, Mungu wa equilibrium. Sasa nilienda shule ambayo sikuwa nimechagua uko Kisii. Uko nilitafutiwa nafasi na nyanya yangu, nikafika huko, lakini sikukataa. Maana mkaniambia wewe ndio ukasome, mimi nakubali tu, maana sitaki kusumbua, unaona. Nikaenda huko, nikaadmitiwa, nikaingia kidato cha kwanza. Huko hata masomo ilikuwa ngumu sana. Nimeanza kuona masomo nikiwa kidato cha pili. Hiyo shule ambayo umeingia bado ni boarding school? Ni boarding school bado. Nikafika huko, maisha alikuwa yamechange kidogo, lakini sile sana kwa sababu mimi nilikuwa nishazoea kuishi katika shule ya bweni. So kukaa bila kuona wazazi ilikuwa ni kitu ni kawaida. Sikuwa na shida. Lakini kuzoea watu jamani, ilikuwa ni kazi. Maana kulikuwa na wasichana wakubwa, ilikuwa shule ya wasichana. Wale wakubwa kutuliko. So unapata unakuambia Christine upaswi kukaa hivyo, unapaswa kufanya hivi, kufanya lile. Unashtuka, kwani huku ni wapi? So ukiwa kidato cha kwanza, sijui kama ulikutana na wale ambao walikuwa mbele yako akakwambia kwamba masomo ni magumu? Walikuwa wakakwambia usifanyie somo fulani? Walikuwa nasema somo fulani ni gumu, somo fulani ni nini, lakini mimi kwa moyo wangu niliketi nikasema wewe, acha nifike huko nione pengine ni gumu kwako na itakuwa rahisi kwangu. Na sasa Christine, sijui wakati umepata chance ama fursa ya kujiunga na chuo ni shule ya upili. So sijui ni dream gani ambayo ulikuwa nayo ukasema sasa mimi nimeingia hapa, nataka nikitoka hapa hivi nikuwe mtu fulani? Kwa sababu mtu amejiunga na kidato cha kwanza anajiambia mimi baada hapa nataka kuwa lawyer. Sijui ulikuwa umetarajia kukuwa nani wakati unajiunga na shule ya upili? Kwa kweli nikiwa katika kidato cha kwanza nilikuwa na ndoto ya kuwa daktari.
Daktari Kristo. Nilikuwa natamani sana kuwa daktari, manake siku mingi wakati nilikuwa nenda hospitalini nikiwa na mzazi, nilikuwa naona yani wale madaktari wanawake wanakaa vizuri, wana mvuto. Nilikuwa natamani. Lakini masomo nilipofika kidato cha 3 kawa gumu zaidi. Akasema hata kuwa nasi ni vizuri. So sijui sasa kidato cha 3 naamini hapo ndipo mwanafunzi anaruhusiwa kuchagua masomo ambayo anafaa kuendelea nayo. So sijui ulichagua nini? Nilichagua yale kawaida, kulikuwa na masomo yenye ni lazima, alafu kulikuwa na hizo zingine unachagua. Mimi nilifanya biolojia, chemistry and hizo ndo zilikuwa za kuchagua kwa sciences. Sasa biolojia bado ile dream ya kukuwa daktari bado uko nayo. So umeamua at least uende na biolojia. Biolojia ni tricky kiplani kwa sababu kikosea spelling moja ni hivyo. So ukienda kwa somo hizo ni za sayansi, hizi zingine jiografia, sijui historia. Jamani, nilifanya historia na somo ya jamii. Wewe ulifanya pia somo ya na pia nilifanya business. Very nice. Lakini ulifanya CRE. Najua hiyo ilikuwa booster. Nakwambia. So sijui alafu kukuaje sasa hapo umefikia sasa unaingia kidato cha 4. Kwanza sijui ulikuwa unapita aje, ulikuwa mwanafunzi wa juu wa wastani ama ule mwanafunzi wa chini, ama kuna wakati ulikuwa unapata alama zingine kama C chani ama sijui zinaitwa nini ama unajishuku unajiambia sasa mimi nitameki? Ni kweli wakati mwingine ulikuwa unapata alama za juu, wakati mwingine hapo wastani, lakini kuna wakati na za chini. Kwanza ikifika pande ya chemistry jamani, nilikuwa napata hata nafika nyumbani mzazi ananiuliza nini shida, wewe umelipiwa karo uende nyumbani kwa nini unaanguka? Na mimi niko huko tunashindwa, wewe mzazi hata ujui unaongelelea nini, kwa sababu jamani nakuambia. Lakini wakati nilifanya mtihani wa KCSE nilijaribu nikapita. Hakuna subject nilikuwa na niulize tu alama ambayo ulikuwa unapata wanasema in overall ama in general zilikuwa kama alama gani, wakishajumlisha masomo yote ulikuwa unapata alama? Nilikuwa napata hapo katika C+, sijui nitwaje kwa Kiswahili. C+ na B- ya hapo katikati tu. So wewe ulipokuwa katika shule ya upili, wewe ulijua kwamba wewe ni university material ama ulikuwa unabahatisha pia? Nilikuwa kwa kweli sikujua. Nilikuwa nabahatisha, nilikuwa hapo niko tu. Kazi nilipofika katika kidato cha 4 ndio niliambiwa Mungu wangu jamani nisaidie nionekanie pia mimi nifike huko. Kwa sababu umetamani huko. Kwa sababu tulikuwa tunaitimizwa na walimu wengine. Tunaambiwa huko ni kuzuri, yani huko maisha ni raha. Huko hakuna mtu anakusumbua, yani huko tu. Lakini I believe wewe ulimuomba Mungu sana at least akutimizie upate alama ya kujiunga na chuo kikuu. Alafu niwe daktari. So sijui sasa ndio hiyo mtihani umefika, mtihani ni wa kidato cha 4 wa mwisho KCSE. So sijui wewe umefanya huo mtihani, expectations zilikuwa gani, na pia changamoto wakati ulikuwa unakalia huo mtihani, sijui kulikuwa na changamoto kama gani? Kulikuwa na woga. Woga ulikuwa mwingi, manake huko tunasema nitapata nini. Na mtihani ulikuwa mgumu. Kule nyumbani pia wana expectations. Upite kwa sababu unaona mzazi anakuambia mtoto wangu nimelipa pesa ya mingi kwako. Na yani nataka unifanye mimi niwe proud. Hapa kijijini. Nakuambia. Sasa nilikuwa naomba tu Mungu nisaidie nipate kitu ambacho kitaridhisha watoto wa wazazi wangu Sasa nikiwa huko mtihani ulikuwa mgumu hadi ndoto yangu ya kuwa daktari kapotea.
umekalia mtihani sasa ukaona yenyewe daktari ni kama sitafaulu. Nakwambia. Sasa nilikuwa niko tu naomba Mungu anisaidie nipate ile kitu itaridhisha watoto wangu, wazazi wangu. Waseme yenyewe jamani mtoto amejaribu. So sijui sasa umekalia umemaliza mtihani sasa wewe ni somo la biashara ndilo linakuwa ni huwa limekuwa mwisho. Sasa wewe umemaliza mtihani sasa ndio wewe unaenda nyumbani, sijui matarajio gani ulikuwa nayo maybe kuhusu huo mtihani, matokeo itakapotokea? Mimi kwanza sikutarajia kupita hivyo sana. Lakini nilikuwa naomba Mungu nipate kitu ambacho wazazi wataridhika. Lakini wewe sasa wewe umekalia huo mtihani sasa umemaliza mtihani leo. Umeenda nyumbani sasa unajua mtu unasema huo mtihani mimi najua nimeng'oa ama huo mtihani mimi najua nimeupita. So sijue umemaliza ulikuwa na matarajio ipi? Ulikuwa unaona ni kama utapita huo mtihani ama ni kama utaanguka ama ni kama ulikuwa unaonaje? Ama ni kama utafikisha hiyo alama ya kujiunga na chuo kikuu? Mwanzo mimi naona nimeanguka kabisa. Maana yake nilifanya huo mtihani nikiwa na uoga mwingi. Tension. So sijui huo mtihani kuna wengine unajua wanasemanga tu pia ni lazima kuwe na watu ambao wanaibia sijui shuleni kama mliiba ama kama watu wengine waliiba ukatamani at least uibe ama kama ukapata nafasi ama fursa. Shule yetu okay, ulikuwa nasikia fununu pale shule zingine zinaibia nini, lakini tulikuwa na principal ambaye alikuwa amepelekwa na dini niseme sana. Yeye alikuwa anasema you must be honest in your work. Integrity is a valued thing. Sasa yeye alikuwa anasema tufanye kazi yetu ya ukweli. Manake mbona tudanganye tufike huko nje atuoni chochote. Sasa tumemaliza mtihani tumeenda nyumbani. Sasa tumeongoje tumesubiria matokeo. Sijui sasa hiyo wakati huo kipindi ambao ulikuwa unasubiria matokeo ulikuwa unajihusisha na nini haswa ama ulikuwa tu umeongoja umeketi tu? Hapana. Kwanza wazazi wangu waliniambia siwezi nikakaa nyumbani kama nimeketi huo muda wote. Sasa nilijiunga na shule ya kompyuta. Sijui mbona wanafunzi wa kidato cha 4 ambao wamemaliza huwa wanajiunga kufanya kompyuta? Sijui wazazi wa Afrika huwa wanaamini ni kitu cha maana. Kama si kompyuta yani pale ni driving school. Sasa ndio hiyo matokeo sasa ulikuwa umesikia fununu matokeo itatokea lini? Kwa kweli siwezi nikakumbuka siku matokeo yalitokea, lakini pale niliposikia fununu matokeo yako karibu nini kwenye TV kusikia hivi soon watatoa matokeo. Kulikuwa sasa hapo ndo kuna uoga mwingi nitapata nini? Niko na nini jamani? Lakini matokeo yalitokea mwisho wake. Waziri wa somo ama masomo wakati huo alikuwa nani? Machogo, Ezekiel Machogo. Na ni Mkisii. Nakumbuka wakati wangu alikuwa, lakini Mungu ilaze roho yake pema. Alikuwa anaitwa Magoa. So wewe wakati ulikuwa unaona sasa ulikuwa ulipata simu wakati ulimaliza shule, ulifanikiwa kupata rununu sasa? Zwangu ni wakali. Wewe umekuja kupata rununu after kupata result zangu. Sasa wewe kwa televisheni saa moja ile kuona news ile taarifa za usiku ilikuwa ni compulsory ama ili uone usikia kwamba matokeo inaweza katokea anytime? Lakini ile ilikuwa ni compulsory juu wakati huo unakuta mna kitu cha kufanya, mmeketi tu kwenye sebuleni. So wakati uliposikia kwamba matokeo ndo hayo yanatokea kesho sasa sijui ama yanatokea hiyo wiki, wewe ulikuwa kuaje? Kwanza sikuwa najua. Niko wakati nilikuwa kwa nyanyangu sasa uko nyumbani.
Penye kuna televisheni ama hakuna? Niko, lakini wakati mwingi mko mnatembea na mandugu na cousins pale, so sikuwa najua. Kurudi ndo nikaambiwa na mjomba wangu, Christian, leta kodi yako. Mimi pale nashtuka. Nikapata babangu amenitafuta kwa simu mara mingi, na unatoka wapi, umeshinda wapi, na wengine wako kwa wamepita mtihani. Ambaye nilikuwa nimeenda kutembea kidogo. Sasa nikapeana kodi yangu, nikajifungia kwenye nyumba yangu ya kulala. Niko tu nangoja waniambie. Sisi ni sijui wasichana mnapenda kulia. Mimi tulia kidogo. Sikulia. Nikaingia huko nikatulia. Alafu kidogo hivi nikasikia shosho yangu anashangilia na ananiambia, niletee mtoto wangu. Wako wapi? Sasa ndio nikajitokeza. Lakini unajua bado nyanya anaweza sema niletee mtoto wangu hadi kama mtoto wake ameanguka. Hao wanakuanga nyanya wanakuanga hivyo hadi lakini wangu namjua vizuri. Hawezi akakudanganya na attention. Kama ungeanguka angekubali shingo upande kidogo. Ya shingo upande ile ya tuliuza sawa, lakini tusomeshe ng'ombe. Sasa umepata matokeo, ukapata ya kwamba umepita. Wewe ulijisi vipi tu? Nilijisi vizuri kwa sababu si kitu nilikuwa natarajia. Juu nilifanya mtihani economy kama nitaanguka, lakini ulipokuja nikaona nimepita, nisikia vizuri. Wewe ndo ulikuwa kwanza kufanya mtihani wa kidato cha 4 kwenu ukapita, ama kulikuwa na wengine tayari walikuwa mfanya ukaupita? Mimi ndo kwanza katika familia yetu. So ulisikia vizuri sana? Nisikia vizuri. Uko nikapewa mbuzi jamani. Ya kukula hiyo wakati ama kufuga? Ya kukula. Sasa matokeo imetoka, umejipata umefaulu. So ni kujiunga na chuo kikuu. So hapo najua mawazo yako yalibadilika kidogo. Hadi kama ulikuwa na marafiki ambao ulikuwa nao alafu ukapata wakupita kidogo, sijui ulijidistance nao ama ukaona at least ukiwapea ushauri ya kwamba yako iko juu, ama ulijifilaje yani? Sasa unaona, wakati tulimaliza shule yetu, tulienda wengi, tulipart ways. Let me say that. We came home at that point. Sikuwa na simu, naona, so hatukuwa in touch sana. And then kwa pale mtihani umetoka, niliongea na rafiki yangu, alikuwa mmoja tu, akaniambia pia yeye amepita. Yani nikamwambia hata pia mimi nimepita, nini hivyo tu. Kutoka huko hatukuongea sana hadi wakati nilipata simu yangu. Sasa ikakuwa nile kusalimiana, uko aje, niko poa, hivyo tu. Watu tukapoteleana. So sijui tu at least kwa kumalizia tu, at least kwa niaba ya watazamaji wetu tu. So umejua kwamba unajiunga na shule chuo kikuu. Mimi najua hapo hivyo ulikuwa umefurahia sana. Na ulikuwa umeongoja wakati kwa hamu na gamu. Nakwambia. Nini ambacho sasa matokeo yametoka, so uliona ile dream yako ama ile ndoto yako ya kuendelea kuwa daktari ni kama iko valid ama ilikuwa tayari imeshakuwa valid? Sasa wakati mtihani ushatoka, tulikaa muda kidogo, alafu tukaanza kuchagua zile shule ambazo unataka na kitu ambacho unataka kusomea. Lakini after kupata results, niliona pengine pale chemistry inaangusha chini kidogo, lakini biology ilikuwa sawa. Nilijiunga bado na udaktari. Lakini ikafika muda, sisi tumesoma na the new funding model. So karo yake ilikuwa juu. Umeona? So kutolewa ile karo, mzazi akaona, akaniambia, Christian, unajua kusomea hii course ni pesa mingi. Ngine mtoto wangu utanielewa, uende hii kimaliza shule utajiunga sasa hivi vizuri. Sasa wewe uliforfeit kufanya kenye ulikuwa unafaa kufanya, yani dream yako, kwa sababu ya hii new funding model?
Kwa sababu ni pesa mingi. Unaona kama sasa hii karo yangu ni 236,000 kwenye semester moja, tuseme mwaka wa pili peke yake. So no, hiyo ndo pesa kidogo, yani hiyo ndo karo iko chini. Unaona? Daktari, mtu akisoma daktari pengine analipa pale 500, 400 and something. Hizo pesa zote. Tukujua kama kutakuwa na scholarship ama nini. Sasa mkukuwa mnajua kuna scholarship kitu hiyo. Sasa kitu hiyo yenye tafanya zipungue. Mzazi ndo anafaa kutoa hii 1200 kwa nakwambia. Tatizo. So kosi ambayo ulichukua sijui kama unaipenda tu ama ni kwa sababu tu at least ulitaka bora tu kwa chuo kikuu? Hapana. Naona kwa okay, kama vile nilisema huko awali, mimi ni mwalimu wa Kizungu. Na nikiwa pale shuleni nilikuwa napenda kuongea Kizungu sana. Nilikuwa napenda kusoma vitabu hizi set book tulikuwa tunafanya. Na pale nilikuwa napenda kusoma novel sana. So, okay, mimi hupenda Kizungu. So after mzazi kuniambia mtoto wangu utafanya hii, basi nikamwambia basi baba nitafanya hii Kizungu. Akaniambia ina shida. Kwa hivyo ni kitu napenda. So najua kuna muda tutaendelea kuongea tu kwa sababu kwa makala ya story yangu. So sijui tu kumwachia mtazamaji neno moja tu kwa yule ambaye yuko pale ni shule ya msingi yuko pale shule ya upili anapambana kwamba wakati mmoja atafika katika chuo kikuu. Sijui ni wasia gani ambao unaweza ukamwacha nayo tu at least tukimalizia. Okay, mimi naweza penda kuambia mtu yoyote mwenye okay, the high schoolers, our students wako katika shule ya upili. Like ndoto yako itahappen. Bora unatia bidii na unamwomba Mungu, everything is valid. So long as you pray, you work smart, you be yourself. Yeah. Na pengine tuache pale mchezo mwingi kama hii unaambiwa do this, you just go astray. You just being told read your books, get your books, sit down, read, and you feel like education is not my thing. No, if you read, you will make it. Yeah.